Bahati, ninakaa hapa kama mama yako. Na ninakuomba msamaha sana. Mtoto wangu nisamee kwa sababu haikuwa mapenzi yangu nikupeleke Children Home. Mungu ndiye alikuwa amepanga itakuja ikuwe hivyo. So, nakuomba tu msamaha kabisa, ufunguke roho yako kwa sababu hata mimi nimefunguka roho yangu kukuongelesha kwa sababu si vizuri mimi nimeokoka na nikuje nikufe na hiyo kitu kwa roho yangu iniumize. Ni kupenda kwangu nikupeleke Children Home. Mungu alikuwa amepanga na kuna kitu Mungu alikuwa ameweka ndani yako. Ningekulea hiyo kitu haingetendeka. Vile mapenzi ya Mungu vile anataka. So sikasirika ama una upate kwa nini mama alitupa. Yeye ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu mwenye huwa anasaa mtoto wake aenda amtupe. Unaona tu mazingira yenye vile naeleza mazingira hiyo. Singekulea ndani. Labda nikekuacha kwa nyumba, uchomekee ndani nikienda kutafuta kazi. Ama kitu yoyote ikutendekee. Mimi nilipata pesa niende nikuchukue Children Home wakakataa. Sasa nikasema Mungu kama umetaka mapenzi yake itendeke hivyo, wacha itendeke. Ndiposa nikakufa tu na hiyo siri mpaka vile Mungu mwenyewe amekuja kutoa hii siri. Mimi nilikuwa tunajua hii siri nitakufa nayo, sitawahi sema kwa sababu sijaiambia mtu yote. Lakini Mungu amelazimisha hii siri itoke. So, nakuomba tu msamaha, ufunguke tu roho yako nisamee. Ukinisamea hata mimi nitafurahi. Okay, Kenyans, mimi najua mimi ni king wa kiki. Nimewachanganyanga sana, nimewapiga vipindi miaka nyingi, lakini akiwa lie, miaki, I confess, mimi ya huyu siusiki. Huyu mother mimi amenipiga by surprise. The story imetoka, my brother has called me, my big brother Kioko. Akaniambia huyu mother amekuanga kutafuta for 5 years, hata ashaipiga hata kwa simu yake. My brother akaibrush off. Sasa hii ndio mimi nimemwona kwa video for the first time. And hizo comments zenyu, anafanana na watoto wangu, anafanya nini? Okay guys, this is a very, it may look like a joke but it's also emotional. Sitaki kuichukulia kama jokes juu I'm like, what if it was true? Let's say mamangu tu kwa tu ako hai mahali, you know? I think that will change my life forever. And that's why I don't want to brush it off. Even though kuna story ya ziada hapo juu. Okay, naweza kuwa tu mimi kwa tu Mluya, mimi sio Mkamba. Naweza kuwa tu mimi kwa tu Mluya. Naweza kuwa najiforce na Kihoko, kumbe mimi nafaa kuitwa Wetangula ama natembea mahali. It's just, but again I ask myself, I attended my mom's burial. I was a child, yes, around 7 years old. But I witnessed that grave. So, I'm just, should I pursue a DNA? Is it even possible? Guys, aki mienye sijui. It's, because, if my mom was alive, man, that would have been the best thing in my life, you know? I don't know what I should do. I have no contacts of this woman. How will I get her? Someone help me. But guys, okay, mimi kwa na jokes nyingi, but this one, this is it.